tumetokea Arusha, tumeingia hapa jana alfajiri kwenye muda wa saa 1 lakini tunashukuru Mungu tumefika salama na tayari tumeshawasili katika dimba la uwanja wa CCM Kirumba. Mlete Mzungu, tuanzie hapa kwenye mchezo dhidi ya Pamba. Pamba amekuwa na kauli mbiu, anasema hii ni yetu kivyovyote vile, mchezo huu Pamba wanautaka. Mlete Mzungu. Mechi zaidi ya Pamba na Simba inakuwaga sio rahisi. Mechi inakuwaga ni ngumu vibaya mno. Jana tumepita sehemu mbalimbali, tunasikia kwamba wao wamepanga ni lazima Simba afe. Lakini sisi tunawaambia tumekuja tunahitaji kuepuka. Simba ni timu kubwa na Pamba nayo ni timu kubwa toka enzi hizo. Lakini kwa sasa hivi tumejipanga, tunajiamini, tuna wachezaji bora na tunahitaji point 3 na imani tutazipata. Na hapo Pamba amekuwa wazuri sana wakiwa kwenye dimba hili la nyumbani, dimba lao la CCM Kirumba. Na kuna kasumba inasemekana Simba akicheza na Pamba inakuwa ni zaidi ya mechi, achezi tu na Pamba. Kwanza tucheze na Pamba peke yake. Sisi tunacheza na wapinzani wetu ambao ni kaka zao. Ili ujue Pamba ni tawi la Yanga da Afrika. Hilo hakuna mtu anaopepesa macho, hakuna mtu anaosema kwamba sio. Watu wote wanajua kwamba Pamba ni tawi la da Yanga Afrika. Kwa hiyo sisi tunacheza na timu hizi mbili kama tulivyofanya Singida na ndio tunataka tufanye marudio kama hapa tunacheza na watu hawa wawili. Na sisi tumesema tukishacheza na watu wawili pointi tunazopata tutagaiana vipande. Nusu tutawapa Pamba, nusu tutawapa hao ndugu zao. Wote wanagawana pointi. Na tutazipata. Na hapo kwenye Pamba kuelekea mchezo wenu, Pamba amekabidhiwa ndinga kali mpya na bonus. Mzigo umeongezwa. Jana nilikuwa na afisa habari wa Pamba, alisema ule mzigo umeongezwa kidogo kuelekea mchezo wa Simba dhidi ya Pamba Jiji. Hiyo ni kawaida katika timu zote zinazocheza na Simba. Yaani bonus inakuaga timu zikishacheza na Simba lazima wachezaji wa timu pinzani wanufaike. Kwa hiyo hilo tunalielewa, kama ilivyokuwa Singida. Tunaona waliahidiwa milioni 100. Na mimi nikazungumza hivi, hata kama watapewa ndege sisi tutachukua point 3. Na hawa hata kama Pamba wamesema wamepewa bonus na wamepewa na ndinga, waongezewe tena na ndege 2. Waongezewe tena na ndege 2, si point 3 tunachukua. Nyie lazima mtu afe hapa. Lazima mtu afe na tuchukue point 3 zinazodasa. Wanasema wamejipanga vizuri safari hii, hawaachie gap kwenye uwanja. Maanake nyie ni wazee wa wamejipanga vizuri, tunalielewa hilo. Simba ni timu kubwa, wajipange na sisi tumejipanga toka tunapotoka Dar es Salaam. Tunakuja huku tunajua tunakuja kukutana na timu ya aina gani. Pamba sio mara kwanza kucheza nayo. Tumeshacheza na Pamba hapa, kila tunapokuja mechi ya Pamba na Simba inakuwa ngumu. Matokeo yake tunachukua point 3 na tumeona kupitia mitandao ya kijamii mchezaji bora na kocha bora tumeona Steve Barker, kocha bora wa mwezi wa Simba Sport Club. Depu mchezaji bora wa mwezi. Lete Mzungu, uliokuwa unamkataa Depu, bodi ya ligi na ligi kuu umeona yeye ndio mchezaji bora aliong'ara kuzidi wachezaji wote kwenye ligi. Kwanza wanamkataa Depu au sio watu wa soka. Depu ni mchezaji mzuri na ndio maana hata hiyo tuzo kaipata. Kocha wa Simba ni kocha bora na ndio maana tuzo hiyo kaipata. Kwa hiyo sisi tunachosema watu waendelee kuiangalia Simba na ubora wake. Kila siku inavyoenda Simba inabadilika. Sio Simba hii Simba kishafika miezi 3, 4 au 5 Simba itakuwa ishikiki. Watu watakataana. Atakuwa mtu anakula chuma 5 kwenda mbele. Na itakuwa kawaida. Kama dirisha dogo tumefanya tu marekebisho ya timu ya wachezaji kama 5, 6 lakini timu hii imebadilika hivi. Na bado hapa tumesema Simba sisi bado tunajitafuta. Sasa itapokaa kwenye mstari watu watakataa. Sasa hivi kuna ahueni kidogo, manake zimebakia pointi 2, pointi 3. Ahueni ipo sababu mpira ni mchezo wa makosa. Ukifanya makosa wenzako wanakuadhibu. Na unapoingia uwanjani sio unataka wewe ukashinde tu. Mpira unatakiwa ushinde, ufungwe, usuluhu. Msiwe watu wasio wanapiga tu kelele, yani wanataka wao kushinda. Sasa itakuwa ligi aina gani? Ligi itakuwa haina ladha kama wewe unataka kushinda. Ukifungwa kubali, ukishinda furahia, ukisuluhu furahia. Wakubali vyote ndio mpira ulivyo. Wasio wanalialia habari wao. Ali Kamwe alisema kuwa ratiba kama inawabana hivi
Ratiba sio ya kwao peke yao. Ratiba hii unacheza leo, unapumzika siku 2 siku 3 unacheza. Timu zote ratiba ndio ipo hivyo. Sio ratiba iko kwao Yanga da Afrika. Ratiba iko kwa Simba, ratiba hii iko kwa Azam, ratiba hii iko kwa wao Yanga, ratiba hii iko kwa Mtibwa, ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo ndo maana hata bodi ya ligi ilizungumza, sajilini wachezaji, safari hii tutaonana wabaya. Sajilini wachezaji wenye viwango vikubwa ya kucheza, ucheze leo, kesho. Hata Ulaya wanafanya hivyo, sio pancha mechi mbili pancha. Sajilini wachezaji wenye viwango vikubwa, na ndio maana Simba waliona jicho la kusajili wachezaji wa maana. Unacheza leo, unapumzika siku 2 siku ya 3 unacheza. Leo atacheza, usisajili wachezaji unga mwana. Akicheza leo, kesho anashindwa kucheza. Sisi ndo tulichowini hapo. Wasilie ni sajili zao. Walishaitwa, timu zote zilishaitwa na wakazungumza kwa baadhi ya safari. Hatumwachi mtu salamu. Utacheza leo, utapumzika siku 2 3 utacheza. Tunawaomba chonde, hatutaki watu waje walalamike. Sajilini wachezaji wa maana wa kucheza, baada ya siku 2 siku 3 tunacheza. Sasa utamlaumu nani? Mtu alaumiwi. Alaumiwi mtu. Sababu taarifa alishapewa. Okay, shukrani.